Haujambo? Sijambo, shikamoo. Bwana, Watanzania wakufahamu unaitwa nani, umri wako na makazi yako, unaishi wapi? Kwa majina naitwa Shauri John Bintanye. Mimi natokea kijiji cha Kawibiri na makazi yangu nafanyia hapa Kawibiri, lakini nasema tuko mbali na kijiji. Makazi ambapo nafanyia Mto Rungonya na umri wa miaka 14. Sawa. Tuliona bwana kuna clip ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii, hususan ukieleza pengine kutamani kwa ajili ya kuweza kusoma, watu wakuwezeshe zaidi. Nini ambacho pengine ulikuwa unawaza hicho utamani uweze kupata elimu zaidi tofauti na hapa unaposoma kijijini? Mimi nilichotamani ni kweli nitamani naweza kujua lugha, maana nijua kwamba nikijua lugha au nikaweza nikasoma naweza nikafanikiwa mimi pia, hata na familia yangu mbeleni, hata na wazazi wangu, hata na ndugu zangu. Maana kuanzia mtoto wetu wa kwanza ambaye anaitwa Hekima John Bintanye alisoma sana mpaka kushuka hivi. Tulikuwa ni watu ambao tunajitahidi sana kusoma, tunajitahidi kuelewa wazazi na kuelewa na walimu, lakini wazazi wetu ndio kama walikuwa hawana nia yoyote ya kutusomesha, ila tu walikuwa kama walikuwa kama wanaotea kutusomesha, lakini hawataki. Na sasa hivi umri wako ni miaka mingapi? Na umri wa miaka 14, ila mwezi wa 10 naweza nikaanza 15. Na unasoma darasa ngapi? Nasoma darasa la 6. Shule gani? Shule ya msingi Kawibiri. Hali ya darasani ikoje? Na hali ya nyumbani pia kimaisha, unafanya vizuri darasani? Darasani huwa nafanya vizuri. Nafanyaga vizuri ingawa sio mara kwa mara, ila mwanzo nilikuwa nafanya vizuri zaidi, ila saizi naanguka ila yani kuna muda naangua, kuna muda nainuka. Sababu gani ambayo pengine unaona inakufanya sasa unakuwa chini tofauti na mwanzo kufanya vizuri darasani? Nini ambacho kinakupelekea hivyo? Sababu ya makazi ya nyumbani. Maana nyumbani kwetu kuna kazi nyingi. Kuna kazi mfano mojawapo kazi za kuchunga, nyingine pia hata kazi za kukamua. Unaamka saa 11, unaamka unachukua jagi na ukamua, ukishakamua ukishamaliza ndio unaondoka shuleni. Kwa hiyo tena ni shughuli mojawapo ambayo inaweza kanifanyia mimi hata akili yangu istulie. Nimeambiwa unakaa hapa kama shamba zaidi ya kilomita 7 ambapo ni nyumbani, lakini hapa ndo nyumbani kwako. Yaani hapa ndo Waswahili wanasema mageto yako, si ndio hivyo? Ndio. Ndio makazi yako. Kwa hiyo unatoka hapa na unatembea kilomita 7 kwa miguu kuifuata shule? Ndio. Kwa nini wazazi wako waliamua hivi? Wewe ukae kivyako na wao wakae kivyako. Tena nyumbani ni karibu na shule ambayo unasomea. Nini kilisababisha mpaka ukaletwa huku na lakini shule iko zaidi ya kilomita 7? Nini sababu? Yaani wao waliniweka kama mjakazi wao. Wakaamua wakanitoa kwa kijijini. Kwanza kabla ya vyote nipo kwa kama na umri wa miaka 5 nilianza kuchunga mbuzi karibu 10. Nimeweza mbuzi karibu 15 16. Wakawa wameuza mbuzi. Walivyouza mbuzi wakawa wamenunua ng'ombe. Alikuwa ng'ombe mmoja, wakaongeza ng'ombe mwingine, hivyo wakazaana wakawa ng'ombe 3 mpaka hivi na ng'ombe 7. Ina maana ndo mimi sasa bahati mbaya nilikuwa nalisha ovyo. Kile kimoja nilivyolisha wakawa wamelipishwa hela nyingi sana. Ndio wakasema basi umejiamria mwenyewe kwa kwamba nenda ukakae shambani. Sisi hapa wewe nenda ukakae shambani, sisi hapa ni kwetu, na wewe nenda usimamie kule kwako. Yaani ni mali yenu, utakuwa unatoka kule unafuata masomo huko. Ulijisikiaje baada ya kuambiwa hivyo na unatamani kufanya vizuri darasani? Nijisikia vibaya sana. Tani nijisikia kuumia ndani ya moyo wangu. Lakini nihitaji msaada, yani mnisaidie. Najua kama wanavyosema kwa kwamba wale watu wa Mungu wanasema kwamba kama hili likipita, lile lilipita na hili litapita. Na mimi nihitaji hili likipita na nikaweza nikatoboa kabisa. Yani nitawashukuru na nitashukuru Tanzania yetu. Kwa nini unaonekana ni mtoto mwenye hekima sana na una upeo mkubwa? Unahisi sababu gani ambayo inakufanya uwe hivi? Na maana kutokana na